Anari rafiki yangu, karibu tena katika chaneli yetu. Kama wewe ni mgeni hapa, hakikisha umesubscribe ili usikose mafundisho mapya ya mahusiano. Unajua, maumivu ya kuachwa ghafla hayafanani na kitu kingine chochote. Nilikuwa naamka kila siku nikiamini kila kitu kiko sawa. Nilihisi upendo, nilihisi ukaribu, nilihisi kama nina mtu ambaye yuko upande wangu. Halafu ghafla, kimya. Ujumbe haujibiwi tena, simu hazipokelewi, na kama zinapokelewa, kuna umbali ambao haukuwahi kuwepo kabla. Na hapo ndipo maswali yanaanza kunijaa kichwani. Nimekosea wapi? Kulikuwa na dalili ambazo sikuziona? Amebadilika lini? Kama unatazama video hii, kuna uwezekano mkubwa umewahi kupitia hali kama hii, au unaogopa inaweza kutokea. Na ukweli ni huu. Wanaume wengi hawaondoki ghafla bila sababu. Mara nyingi, kuna vitu vilikuwa vinaendelea chini kwa chini, vitu ambavyo hatuvioni mapema, au hatuvielewi kwa kina. Leo, nitashiriki na wewe sababu 7 ambazo zinaweza kumfanya mwanaume akuache ghafla, na baadhi yake zinaweza kukushangaza. Lakini kabla sijaingia kwenye sababu hizo, nataka uwe tayari kusikia ukweli. Si ukweli rahisi, si ukweli unaopendeza kila wakati, lakini ni ukweli ambao unaweza kukusaidia kuelewa na hata kujilinda kwenye mahusiano yajayo. Kwa sababu mwisho wa siku, sio tu kuhusu kwa nini aliondoka, ni kuhusu kwa nini ilitokea na nini unaweza kujifunza kutokana na hilo. Na hapa ndipo safari inaanza. Sababu ya kwanza, alikuwa tayari amechoka kihisia kabla hujajua. Najua hii inaweza kuuma kusikia, lakini ukweli ni kwamba wakati mwingine mwanaume haondoki siku ile unayoona ameondoka. Huondoka polepole, kimya kimya ndani ya moyo wake. Na mimi nimewahi kuwa hapo, nikiwa bado kwenye mahusiano, lakini ndani yangu tayari nimeanza kujitenga. Sio kwa sababu sikuwa napenda tena, bali kwa sababu nilihisi kuchoka kihisia. Labda kulikuwa na migogoro ya mara kwa mara, labda nilihisi sisikilizwi, au labda nilijaribu kueleza hisia zangu mara nyingi, lakini hazikupokelewa kwa uzito. Na kila nilipojaribu, naona kama hakuna kinachobadilika. Nilianza kupunguza juhudi, pole pole, bila mtu mwingine kugundua. Nikaacha kushare mambo yangu, nikaacha kupigania uhusiano kama zamani. Na mwisho wake, nilipofikia hatua ya kuondoka, kwa upande wangu haikuwa ghafla. Ilikuwa ni uamuzi ambao tayari ulikuwa umeiva ndani yangu kwa muda mrefu. Lakini kwa upande wa mwanamke, inaonekana kama kila kitu kilitokea kwa siku moja. Na hapo ndipo maumivu yanapokuwa makubwa zaidi, kwa sababu huoni ile safari ya ndani aliyopitia kabla ya kuondoka. Na sasa swali linakuja. Ni nini kinamfanya mwanaume afike hatua ya kuchoka kihisia bila kusema wazi? Hapo ndipo tunaingia kwenye sababu ya pili. Nilipokuambia kwamba mwanaume anaweza kuchoka kihisia kimya kimya, hapo ndipo mambo mengi huanza kubadilika, hata kama huyaoni kwa macho. Na sasa, tuende kwenye sababu ya pili. Sababu ya pili, alihisi hathaminiwi. Hii ni moja ya sababu ambazo mara nyingi hazisemwi wazi, lakini zina uzito mkubwa sana ndani ya mwanaume. Na nitasema ukweli ambao watu wengi hawausikii mara nyingi. Wanaume wengi hawahitaji vitu vikubwa sana ili wajisikie vizuri kwenye mahusiano. Wanahitaji kuthaminiwa, kusikilizwa, kuheshimiwa. Na mimi binafsi nimewahi kufikia hatua ambapo nilihisi kama chochote ninachofanya hakionekani. Nilijitahidi, nilitoa muda wangu, nilijaribu kuwa bora, lakini kila nilichofanya kilionekana kama ni kawaida tu. Hakuna shukrani, hakuna kuthaminiwa. Na unajua nini kinatokea hapo? Ndani ya mwanaume kuna kitu kinazima polepole. Motisha inapungua, juhudi zinapungua, na mwisho wa siku anajiuliza kimya kimya, kama hata hapa sithaminiwi, kwa nini niendelee kupigania hii? Na wakati mwingine hatasema chochote, hatapigana, hatabishana sana, ataondoka tu. Na kwa upande wako inaonekana kama alibadilika ghafla, lakini ukweli ni kwamba alikuwa anapoteza nguvu ya kuendelea
siku baada ya siku. Lakini si kila wakati ni kuhusu kuthaminiwa tu. Wakati mwingine ni kuhusu mabadiliko ya ndani kabisa ya hisia. Sababu ya tatu, hisia zake zilibadilika na alishindwa kukwambia. Hii ndio sehemu ngumu zaidi kukubali, lakini ni muhimu kuielewa. Wakati mwingine, mwanaume anaweza bado kuwa karibu na wewe, akacheka na wewe, akazungumza na wewe, lakini ndani yake hisia zimeanza kubadilika. Na mimi nimewahi kupitia hali hii pia. Nilijikuta nikiwa bado kwenye uhusiano, lakini ile nguvu ya mapenzi, ile hamu ya kuwa karibu, ilianza kupungua. Sio kwa sababu mtu mwingine alikuwa bora zaidi, sio kwa sababu kulikuwa na tatizo kubwa sana, bali kwa sababu hisia zinaweza kubadilika bila taarifa. Na hapa ndipo wengi wanapofanya kosa. Wanadhani kwamba kama hakuna ugomvi mkubwa, basi kila kitu kiko sawa. Lakini ukweli ni kwamba mabadiliko ya ndani huwa kimya sana. Na mwanaume akishaanza kuhisi hivyo, mara nyingi huwa hajui namna ya kuelezea. Kwa sababu kusema ukweli huo inaweza kuumiza, inaweza kuleta mgogoro au anaweza kuonekana kama mbaya. Kwa hiyo, anachofanya, anaanza kujitenga polepole, mpaka siku moja anaamua kuondoka kabisa. Na hapo ndipo unauliza, ilikuwaje hadi hapa? Lakini kuna kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha mwanaume kuondoka haraka zaidi. Na hiki mara nyingi hutokea bila hata wewe kutambua. Ni kuhusu namna uhusiano unavyomfanya ajisikie kama mwanaume. Na hapo ndipo tunaingia kwenye sababu ya 4. Nilikuambia kwamba wakati mwingine sio tu kuhusu kile kinachotokea kati yenu. Ni kuhusu jinsi mwanaume anavyojisikia akiwa ndani ya uhusiano huo. Na hapa ndipo tunafika kwenye sababu ambayo watu wengi hawaizungumzi kwa uwazi. Sababu ya 4. Alihisi kupoteza uhuru wake. Hii ni ngumu kuikubali, lakini ni ya kweli. Wanaume wengi wanathamini sana uhuru wao. Sio kwa sababu hawataki kupenda, bali kwa sababu wanataka kujisikia bado wana nafasi ya kuwa wao wenyewe. Na mimi nimewahi kufika mahali ambapo nilihisi kama kila kitu ninachofanya kinaulizwa. Nikienda nje, kuna maswali. Nikikaa kimya, kuna wasiwasi. Nikihitaji muda wangu mwenyewe, inaonekana kama ninajitenga. Na polepole, nilianza kujisikia kama nimefungwa. Sio kwa minyororo ya wazi, bali kwa hisia. Na ukweli ni huu. Mwanaume akianza kuhisi kama anapoteza uhuru wake, anaanza kutafuta njia ya kujitoa. Si kwa sababu hakujali, bali kwa sababu anataka kurudisha ile hali ya kuwa yeye mwenyewe. Na mara nyingi, hata jaribu kueleza kwa kina. Ataanza kujiondoa kimya kimya, mpaka siku moja, unaona tu ameondoka. Lakini kuna sababu nyingine ambayo ina uzito mkubwa sana, na hii inaweza kubadilisha kila kitu ndani ya muda mfupi. Sababu ya 5. Alipata mtu mwingine, au alifungua nafasi ya kumpa mtu mwingine. Hii ni moja ya sababu ambazo zinauma zaidi kusikia, lakini ni muhimu kuisema. Wakati mwingine mwanaume haondoki tu kwa sababu ya matatizo yaliyopo, bali kwa sababu ameanza kuona uwezekano mwingine nje ya uhusiano. Sasa sikiliza vizuri. Sio kila wakati kwamba tayari yuko kwenye uhusiano mwingine kamili, lakini kuna uwezekano kwamba kuna mtu mpya ameanza kumvutia, au ameanza kufikiria maisha tofauti. Na hapa ndipo mambo yanabadilika haraka sana, kwa sababu akili yake inaanza kulinganisha. Analinganisha hisia, analinganisha uzoefu, na mara nyingi kile kilichokuwa kinaonekana cha kawaida kwako kinaanza kuonekana kama hakitoshi kwake. Na mimi nimewahi kuona hili likitokea, sio kwa ubaya wa moja kwa moja, lakini kwa sababu mtu anaanza kujisikia tofauti, na badala ya kushughulikia hali hiyo kwa uwazi, anachagua njia rahisi zaidi: kuondoka ghafla, bila maelezo ya kina. Kwa sababu kuelezea ukweli huo ni ngumu, ni nzito, na inaweza kuharibu zaidi. Lakini hata kama hakuna mtu mwingine, bado kuna sababu moja ambayo inaweza kumfanya mwanaume aondoke bila kutarajia. Na hii inahusiana moja kwa moja na mwelekeo wa maisha. Na hapo ndipo tunaingia kwenye sababu ya 6. Tumeona sababu nyingi ambazo zinaweza kumfanya mwanaume akuache ghafla. Lakini sasa tuangalie zile za mwisho ambazo mara nyingi huwa hazionekani kabisa. Sababu ya 6. Malengo ya maisha hayakuwa tena sawa. Hii ni sababu ambayo ni ya kimya, lakini ina nguvu sana. Wakati mwingine sio kwamba kuna mtu amekosea, bali ni kwamba naanza kwenda kwenye mwelekeo tofauti wa maisha. Na nimewahi kufika mahali ambapo nilijiuliza, je,
kweli tunataka vitu vile vile? Labda mmoja anataka ndoa haraka, mwingine bado hajawa tayari. Labda mmoja anataka kujenga familia, mwingine anataka kwanza kujijenga yeye binafsi. Na mwanzo inaonekana kama sio jambo kubwa. Unasema tutaangalia mbele ya safari. Lakini kadri muda unavyopita, tofauti hizo zinaanza kuwa kubwa zaidi. Na ndani ya mwanaume anaanza kuona picha ya maisha yake ya baadaye, na anapogundua kwamba picha hiyo haifanani na uhusiano uliopo, anaanza kujiondoa. Sio kwa chuki, sio kwa ubaya, bali kwa sababu anahisi hii haitafika mbali kama ninavyotaka. Na badala ya kukaa na kusubiri mgongano mkubwa, anaamua kuondoka mapema. Na kwako inaonekana kama alikata tamaa ghafla, lakini kwake ilikuwa ni uamuzi wa mwelekeo wa maisha. Na sasa tunaingia kwenye sababu ya mwisho, ambayo kwa kweli inaunganisha sababu zote tulizozungumzia. Sababu ya 7, hakuwa tayari kweli kwa mahusiano ya kina. Hii ndiyo ukweli ambao wengi hawataki kuusikia, lakini ni muhimu sana. Wakati mwingine mwanaume anaingia kwenye uhusiano, lakini hajawa tayari kabisa kwa kile kinachohitajika. Yuko tayari kwa furaha, kwa ukaribu, kwa moments nzuri, lakini sio kwa wajibu, si kwa mawasiliano ya kina, si kwa changamoto zinazokuja na uhusiano wa kweli. Na mimi nimewahi kuwa hapo, nikiwa na mtu mzuri, lakini ndani yangu najua sijakomaa vya kutosha kushikilia uhusiano huo. Na badala ya kusema ukweli huo mapema, unaendelea mpaka inafika hatua ambapo huwezi tena. Na hapo ndipo kuondoka kunatokea. Ghafla, kwa upande wa nje, lakini ndani yake ilikuwa ni mapambano ya muda mrefu. Sasa, nataka nikuambie kitu muhimu sana. Kama mwanaume alikuacha ghafla, haimaanishi kwamba wewe hukutosha, na haimaanishi kwamba ulifanya kila kitu vibaya. Wakati mwingine, watu wanaondoka si kwa sababu ya wewe, bali kwa sababu ya wao wenyewe, kwa sababu ya kile wanachokipitia ndani yao, kwa sababu ya kile ambacho hawako tayari kukabiliana nacho, au kwa sababu ya mwelekeo wa maisha yao. Lakini hapa ndipo somo linapokuja. Usijilaumu kwa kitu ambacho hukukijua, lakini pia jifunze kutambua ishara mapema. Jifunze kusikiliza hisia zako, na zaidi ya yote, chagua mtu ambaye yuko tayari kweli, sio tu kukupenda, bali kubaki. Kama umejifunza kitu kutoka kwenye video hii, na kama umeona ukweli ndani yake, usisahau kulike video hii, kusubscribe na kushare na mtu ambaye anahitaji kusikia ujumbe huu, kwa sababu wakati mwingine kuelewa ndiyo hatua ya kwanza ya kupona.